Kwa majina naitwa Monica Kema. Nashughulika na group ambayo ni walemavu, ambayo hii group tuliunda 2020 baada ya sisi walemavu wa mama kukaa chini na kufikiria sana kuhusu maisha yetu ya kesho. Maana walemavu wengi utaona wanapata shida, hawana jinsi ya kujimudu, hawana mtu wa kuwashika mkono. Sasa tulikaa pamoja tukaona tuunde kikundi. Tulipokaa tukaunda kikundi chetu kinaitwa Imarisha Women with Disabilities. Kikundi hiki tulikianzisha 2020. Tulipoanzisha hichi kikundi tulikuwa hatuna namna. Wakati huo tulianzisha tukiwa kwenye nyumba. Tulikuwa tunafanyia kwa mwenzetu. Tulikuwa sometimes tunashona hizi nguo za shule. Tunatengeneza visodo, sanitary towels ndizo ninazomaanisha. Alafu pia kuninio vitu vidogo vidogo kama vile African attire. Sasa tuliendelea hivyo, baadaye tulienda tukarejista hichi kikundi chetu. Vile tulianza hii biashara, kuna tu mama alikuja anaona tunashona na akasema ninajuana na mtu from Australia mwenye anaweza kumfundisha kazi zingine mfanye. Basi akaleta huyo mtu alikuwa mzungu. Na huyo mzungu akasema mimi mwenyewe sina uwezo wa kuwafadhili. Kama mnaweza kuanza nitawafundisha. Na tulikuwa na pesa kidogo, tukaanza kwenda kununua material, tukaja akakuja na hiyo pattern yake akatufundisha. Kutufundisha akaona tumeshika. Sasa vile tulishika tukasema tufanye nini? Hatuna ile pesa capital ya kununua material tuendelee na hizi biashara. Sasa huyo mzungu akasema mimi nitaenda niwanunulie material, alafu mkianza hizi biashara mkiuza mtaniregesha hiyo pesa. Tukakubali. Yeye akafanya hivyo, akaenda kununua material, tukaja tukaanza. Bahati tukapata customer yule wa kununua hizo sanitary towels. Tukauza, bahati tukamregeshia pesa yake. I met Imarisha ladies in a meeting somewhere, and what pulled me to get attracted to them is that during the introduction, one of the ladies introduced herself and said that they were making reusable sanitary towels, and that is exactly what pulled me and got attracted to them, because the passion that I had for the girls, and I was actually doing programs to empower the girls and issues to do with menstrual health and hygiene. So I felt like these are the kind of people that I would actually work with, so that I can actually be able to make them sell their stuff and I deliver the stuff to the girls in the community. Personally, what I have purchased from them, I have purchased their bags. They make very nice bags, long-lasting bags, because I bought one, I was sending my mom a gift and she really loved it. I bought a shirt for my son and he really loved the African touch in it. And then I also get reusable sanitary towels from them. And the feedback that I get from the girls that I give the sanitary towels to is actually positive feedback, because I met Imarisha ladies like 4 years ago. I have been purchasing the reusable kits from them, and the girls, I normally go to get feedback from the girls, and 4 years down the line they tell me that it's still in good quality. Okay, being that they are women in business, and I always feel that if you empower a woman, you've actually empowered the society. So I felt like working with them will actually help them change their lives. As much as I fight to change the lives of the girls in the community, then they are also part of the girls and the women in the community. So working with them, purchasing from them is actually changing their lives economically, and they also feel like they are part of the community. Na lengo letu hasa zaidi ni kwenda nje na kusaidia watu pale nje, zaidi huyo msichana.
kwa kuangalia maisha ya wasichana, maanake maisha yao siku hizi huwa si mazuri vile, kama ambao wamesaulika. Pia tunashukuru ya kwamba tumeweza kusaidika kwa mambo madogo madogo kama vile county imeweza kutuletea hii inaitwa mambo ya license, watu tunaenda kule, wametusaidia sana, ambapo sasa mambo ya ushuru pia kidogo wale wametusaidia jinsi tutakavyopata ile barua na kuweka pale, hiyo hatuwezi kusumbuliwa na hao manispaa. Tumepitia stigma, unyanyapaa sana, kwa vile tulianza hii kazi tulikuwa tunafanyia kwa nyumba ya mwenzetu mlangoni. Sasa pia unyanyapaa unakuja, anasema nao wataweza, wanafanyia ambao mahali si pao, kwani mtaweza, mnafanya kitu gani? Lakini sisi hatukukufa moyo, tukaendelea tu kufanya. Alafu sasa vile tumekuja hapa, kutoka vile tulikuwa tunafanyia kutoka hapa, pia watu wanapita wanashangaa, wanasema hata wanatuuliza live, kwani mnafanya nini? Mnaweza? Tukimuonyesha mnaweza, na anakuangalia vile, kwani unakanyaga vipi mashini? Kama mimi ni mlemavu lakini naweza kukanyaga na mguu mmoja huu manual. Sasa nang'ang'ana na mguu mmoja, anasema kwani mtaweza nyinyi? Kumbe mnaweza kuweza, yani mtu anasema mtaweza. Hiyo ndio unyanyapaa tunapitia. Sasa tunaona kama ni stigma, tunasema na sisi tuko vipi? Tunajiuliza, sisi ni binadamu kama hao, mbona hatuwezi? Lakini sisi hatuwezi kukufa moyo, tunang'ang'ana tu mpaka tutaweza, na tumeweza. Na katika hizi nimesema katika hizi community huwa Mwenyezi Mungu akipenda tungependa kwenye community, kwa vile tunashona hizi sanitary towels na tushaanza kujulikana, tukienda huko shule tunawaelezea wale wasichana, huyu msichana si atapeleka message kwa mamake atapeleka kwa mtu mwingine, alafu sasa kidogo tunajulikana, inakuwa sasa tunasonga mbele. Emu yetu ni baadaye kuja kuajiri wale wasichana hawa ambao wana kazi na walemavu wenzetu, maana walemavu tuko wengi ambao hatuna kazi.